tunazaliwa mara ya pili kwa neno. Mfano hapa, kila mmoja anasimama kwa muda wake. Kwaya inaimba, kaya na familia anafundisha, AMR anafundisha, mahubiri makuu anafundisha. Sasa lile neno ukahubiriwa, likaingia katika mishipa ya damu, likakukumbusha mabaya yako, ukaona kule msaada ni Mungu, ukaamua kutubu, mchungaji anakubatiza, wewe umezaliwa mara ya pili. Sasa tunapozaliwa mara ya pili, ndipo tunapokamilisha Ukristo. Ina maana kama wewe ni Mkristo lakini hujazaliwa mara ya pili, hujakamilisha imani yako. Ili ikamilike, lazima ukubali kuzaliwa mara ya pili. Tunapozaliwa mara ya pili, yani kiroho, ndipo tunapobeba Biblia, tunakwenda kanisani. Kabla ya kutambuka kile kizingiti kwenda ibada, tunakutana na andiko hili, Yohana 4:24. Yaani na Biblia yako, mlango ndio hapa, hujatambuka kuingia ndani, unakutana na andiko hili, Yohana 4:24. Nasemaje? Inasema, naam, Mungu ni roho. Rudia tena. Mungu ni roho. Mungu ni roho. Nao wamwabuduo yeye, nao wamwabuduo yeye, imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Basi wamwabuduo yeye, imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Lakini ana kiatu hapa, ibada katika roho na kweli. Sasa hapa tunapata majibu. Kumbe Mungu ni roho, anaabudiwa katika roho. Sasa tumevaa kiatu. Je, kiatu kinahifadhi nini? Kama kweli, ngoja nitoe tangazo kwa Wakristo. Tangazo, kama kweli kiatu ambacho tumekivaa kinahifadhi roho, na Mungu ni roho, anaabudiwa katika roho, na kiatu kinahifadhi roho, tangazo inabidi tuvivue tunapokwenda makanisani, awa Jumamosi ama Jumapili. Lakini kwa sababu Mungu ni roho, anaabudiwa katika roho, kiatu kinahifadhi mwili. Tusijichome na miba, tusikanyage maji machafu, tusijikate na mabati na machupa. Ndiyo maana tukavaa kiatu. Kwa hiyo kiatu sehemu yake ni mwili, roho sehemu yake ni mbinguni. Kwa hiyo Mungu ni roho, anapaswa aabudiwe katika roho na kweli. Kama andiko lingesema Mungu ni mwili, anapaswa aabudiwe katika mwili na kweli, lazima tungevivua. Lakini Mungu ni roho, anapaswa aabudiwe katika roho na kweli. Sasa kiatu hakina mahusiano. Ngoja nikupe siri. Kama hitaji lako ni kubatizwa, ukawa unaogopa kuingia kanisani na kiatu, kwa mujibu wa Biblia, kwa mujibu wa maelekezo ya Mungu, kiatu hakina mahusiano na ibada ya mcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni vitu viwili tofauti. Kiatu sehemu yake ni mwili, ibada sehemu yake ni roho. Kama ibada sehemu yake ni roho, Biblia inasemaje? Samueli wa kwanza 16:7. Samueli wa kwanza 16 aya ya 7 inasemaje? Inasema, naam, lakini Bwana akamwambia Samueli. Bwana akamwambia Samueli, akamwambiaje? Usimtazame uso wake. Samueli, Bwana alimtembelea kupitia malaika, akataka mmoja wa watoto wake afanyaje? Amtie mafuta awe mfalme. Alikusudiwa nani? Daudi. Lakini Daudi alikuwa mashambani huko. Sasa huyu Bwana akatanguliza watoto wake wengine, si kale kengine,
Sasa ndiyo Mungu kupitia malaika anamwambia, rudia tena msomaji. Lakini Bwana akamwambia Samueli, sawa, usimtazame uso wake, usimtazame uso wake, wala urefu wa kimo chake. Naam. Kwa maana mimi nimemkataa. Kwa nini? Bwana aangalii, naam, kama binadamu, naam, aangaliavyo. Endelea. Maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Basi kwa hiyo kumbe ni bayana kabisa, wakati amepeleka vile vitoto vingine, kwa sababu ndivyo alivyokuwa anavipenda, Mungu akasema hao mimi siwataki. Bwana amemkataa, maana Bwana haangalii kama binadamu angaliavyo. Binadamu utazama sura ya nje, Bwana utazama moyo. Kwa hiyo hata kama kiatu chako umekivaa, lakini ukiwa na moyo safi, mbinguni unakwenda. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana wewe ni mzuri sana kuvua viatu, jengo la ibada ukifika unavua viatu, unasali pekupeku, unavua viatu, unasali pekupeku, lakini mwanga mkubwa ndio wewe ndio mchawi. Vitoto vidogo vidogo vinapotea mtaani, harufu inasikika, wewe ni mchawi, alafu unavua viatu. Pamoja na kuvua viatu vyako katika jengo la ibada, motoni unakwenda. Ngoja nikwambie, hii miji ya pwani na mambo, pwani ya Bagamoyo, pwani ya Mombasa, pwani ya Dar es Salaam inafanana. Unaweza mfano pwani ya Bagamoyo bara, kuna kitu kinaitwa kidaka. Kidaka kinaeleweka, ule mnazi. Sasa yale madafu ya ule mnazi yakiwa bado madogo machanga, vile vinaitwa vidaka. Sasa pwani ya Bagamoyo ni mingi sana minazi. Sasa kama kitaanguka kile kidaka ama ikaanguka nazi, ukapita kama watoto wanatoka shuleni na nini, akafanyaje? Akapiga teke pap. Ngoja usiku ulale, si umepiga teke kidaka cha watu mtaani, umelala usiku, kidaka kinakujia, kinakwambia wewe umenipiga teke mchana ule, ilikuwa kusudi, bahati mbaya, ama ukuniona? Sasa unadhani kidaka cha kawaida hicho? Si kidaka cha kawaida, huyo ni mchawi, amekuja kwa njia ya kidaka. Ibada anavua viatu, wewe na kuvua viatu vyako, motoni unakwenda. Ngoja nikwambie leo, kubali kufanya maamuzi, kubali kujitoa, kubali kuzaliwa mara ya pili, na Mungu atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanavua, ngoja nikwambie, wengine wanavua viatu, na hata mimi imani niliyotoka tukao tunavua viatu, wanavua. Wengine wanawalaumu, kwa nini wanavua? Usilaumu yule ambaye anayevua viatu. Ukristo, Mungu ni roho, anapaswa aabudiwe katika roho na kweli. Qur'ani inasemaje? Qur'ani inasemaje msomaji? Subhanallah, anasinzia mtume. Wewe tuko pamoja kweli? La. Huu mtihani. Aya 17:85. Ya tayari kweli. 17:85. Sasa sikiliza wale wanaovua. Inasema hivi. Hakuna kulaumiana. Anayevaa silaumiwe kwa sababu Mungu ni roho, asiyevua silaumiwe kwa sababu gani? Majibu tutayapata hapa. 17:85 nasemaje? Na wanakuuliza habari ya roho. Rudia tena. Na wanakuuliza habari ya roho. Maswahaba ambao ni waumini wa karibu wa mtume walisoma katika Injili, Mungu ni roho, anapaswa aabudiwe katika roho na kweli. Ndio akamuuliza mtume wao Muhammadi, ndio Qur'ani yasema, wayasalunaka ani roho, wanakuuliza habari ya mambo ya roho. Majibu tupe habari. Rudia tena afu uendelee sasa. Na wanakuuliza habari ya roho. Endelea.
Sema. Sasa anatakiwa wajibu. Sema, uambie. Roho ni jambo lililohusika na Mola wangu Mwenyezi Mungu. Roho ni jambo linalohusika na Mola wangu Mwenyezi Mungu. Endelea. Nanyi hamkupewa katika elimu. Nanyi waumini sasa. Mtume anasema wama utikum bihi min ilmi. Nanyi hamkupewa katika elimu hiyo ya roho. Endelea. Ujuzi ila kidogo kabisa. Ila qalilan, ila kidogo kabisa. Endelea. Nayo ni elimu ya vitu visivyohusika na roho. Umeona mambo hapa? Elimu ya vitu visivyohusika na nini? Na roho. Sasa kama elimu hiyo ya roho, baadhi ya watu hawakupewa elimu ya roho. Sasa kama hawakupewa elimu ya roho, ndiyo maana wengi wao wanajikita katika elimu ya mwili. Ukiaburi na mwanamke hapa, anajua tayari switch na balibu, sasa hivi andikete itawaka. Elimu ya mwili. Lakini elimu ya roho, hata ukiwa na mwanamke hapa mnaabudu, kila mmoja anasema ya Rabbi, nafsi yangu nisamehe niliyoyakosa. Ya Rabbi, nafsi yangu bariki kazi zangu. Kila mmoja anamlilia Mungu wake. Lakini tena habari ya wengine sasa ya kimwili, asali na mke wa mtu hapa, tena hakuna habari ya Mungu tena. Siji Mungu nisamehe, nasema sasa nikitoka hapa wewe sasa umenisikia, inakuwa mtihani. Lakini Mungu ni roho, anapaswa abudiwe katika roho na kweli. Kwa wengine Mungu anaabudiwa katika nini? Katika mwili. Ndio maana mwingine afanye ibada, lazima afanye mambo mengine. Unaona? Sasa ngoja nikupe ushuhuda huu. Wakati bado sijaamini imani hii, nilikuwa Dar es Salaam katikati ya mji. Ijumaa moja ikanikuta kule. Ngia ibada, msikiti tu mzuri wa gorofa. Lakini nimefika pale ngazi ya kwanza imeandikwa vua viatu mlangoni. Nikavivua, ndio ninapanda sasa ngazi ya pili. Tangazo la ngazi ya pili lilitisha. Imeandikwa chunga wizi wa viatu mlangoni. Nikasema hii sasa naye kama kuna jaribio la imani nalo ni hili sasa. Kwa ndugu zangu, imani nyingine ni mtihani kweli kweli. Sasa mimi nikasema viatu vyangu vipya nishakuwa tangazo lishasomeka, tunza. Ina maana vikiibiwa usilie na uongozi, utaondoka kama ulivyo. Sasa nikakaa pembeni kidogo kuona mwenzangu akija atachungaje. Kaja mwenzangu kasoma, kavivua, kaviacha. Anapanda ngazi ya pili, kasoma, chunga, kaudi nyuma. Unajua alifanyaje? Alifanya hivi, alivivua, akaviokota, akafanya wapani. Mambo mengine Mungu atusaidie. Mimi namwangalia tu, huyu bwana naye hajaona tangazo. Ngazi ya kwanza, ya pili, ya tatu, ndumbwi kaingia navyo. Mbele kabisa kuna ile kapeti jamvi, akabinjua jamvi akaweka. Sasa nikasema hapa vijaingia, si vimeingia isipokuwa vijavaliwa. Lakini sikuridhika, nikasubiri wa pili atachungaje. Sasa kaja wa pili, kasema tangazo, kaelewa, kavua. Anapandisha wa pili, chunga. Huyu sasa alitoa mpya, aliacha cha kushoto tu, cha kulia kaingia nacho. Sasa kama mjanja iba hicho. Akaenda dirishani kwenye majesha makubwa pale, akakiwa kujihadiria. Kwa kimoja kipo mlangoni, kimoja ndani juu ya dirisha. Iba hicho kama mjanja. Kwa hiyo sasa kuna staili mbalimbali za kuchunga, inategemea utachunga vipi kiatu chako. Naona, lakini haya yote yanakuja, Biblia inashazungumza Mungu ni roho, anapaswa aabudiwe katika roho na kweli. Na kama watu wangefanya hivyo, basi asingejitokeza haya mambo. Sasa nataka nimalize, kuna aya zenye utata na watu wanajivuta katika aya hizo.
Ya kwanza Kutoka 3:5. Wa Qur'ani, niandalie Qur'ani 20:11-12. Hizi aya zina utata hizi. Sasa hizi aya ndiyo watu wanafanyaje? Wanajifichiaga hapo. Hebu soma. Soma. Anasemaje? Kutoka 3:5, Qur'ani 20:11. Anasemaje? Naye akasema. Sasa wakati Musa yuko pale, Mungu anamfunulia maono kwenye kile kijinga, kwenye kile kijiti kinawaka hakiteketei. Mungu anamwambia Musa, rudia tena. Naye akasema usikaribie hapa. Mungu anamwambia Musa, usikaribie hapa. Vua viatu vyako miguuni mwako. Kwa nini? Maana mahali hapo na unaposimama sawa ni nchi takatifu. Basi hii ni aya ipo katika Biblia. Kwenye Qur'ani hiyo aya imejirudia tena. Soma 20:11-12. 20:11-12. Naam. Basi alipofikia akaitwa Musa, na basi alipofika akaitwa, Ewe Musa, bila shaka mimi ndiye Mola wako. Tupe habari. Basi vua viatu vyako, hakika wewe uko katika bonde takatifu la Tua. Basi sasa hizi aya mbili ndiyo kivuo pekee. Watu wanapojifichia wanasema, mbona Musa kavua na sisi tunavua? Mbona Musa kavua nyinyi hamvui? Imekaaje hapo? Sasa sikiliza majibu. Kwanza, Musa kavua, atukataje. Lakini Musa kuvua viatu imefundishwa na kufundishwa kuwa ni viatu vya kiroho. Musa kaambiwa viatu vya kiroho. Kwa hiyo Musa alikuwa mkali. Kwa hiyo Mungu alimwambia afanyeje? Avue utu wa kale na kuvaa utu mpya. Ngoja niwaambie hapa, kweli Musa kavua, na ngoja nikwambie, havikuwa viatu vya kiroho, vilikuwa viatu vya miguuni kabisa, viatu vya miguuni. Lakini kwa sababu gani Mungu alimwambia Musa avue? Musa hakuwa katika ibada ya swala, hakuwa akiswali pale, anachunga mifugo ya mkwewe, anakutana na kijinga kinawaka moto, kichaka kiteketei. Mungu alipomwambia Musa avue, kwa sababu, dakika mbili tu mnivumilie kidogo, kwa sababu wana wa Israeli walikuwa na taratibu zao za kuaminiana kwa kila jambo, kwa kila neno. Kivipi? Ngoja nikwambie kwa mfano. Nakupa kwanza mfano. Imani ambayo niliyotoka huko, ikiwa nimekuja kwako na kwambia, bwana leo nyumbani hali mbaya, vipi nikopeshe shilingi 500? Na wewe ni mkweli, unamwogopa Mungu, unamwambia bwana mimi 500 ninayo, lakini inatakiwa niongezee school fees ya mtoto wangu kesho saa 4 ama kesho kutwa saa 4, pesa ilipwe. Wewe sasa unasema nitalipa hiyo pesa kesho kutwa haifiki. Sasa nitaamini vipi kesho utalipa huko nilipotoka? Sasa anafanyaje? Sasa hapo nitazama. Sasa nachukua kidole hiki cha kati cha shahada, alafu nakizungusha katikati ya shingo. Ninapokizungusha katikati ya shingo, huwa naambatanisha na maneno, nasema wallahi wa billahi wa alahi, kesho saa 4 mimi nakupa lako. Yani akisema hivyo akapitia kidole hapa shingoni, yani moja kwa moja huyu amesema kweli, na kesho pesa yangu nitafanyaje? Nitaipata. Anachukua anampa. Sasa Waisraeli utaratibu wao haikuwa hivyo. Utaratibu wao, mtu anapokuja kwako atahitaji msaada, mkopo na kadhalika. Je,
kutarudishia kesho. Nitaamini vipi? Wao walikuwa wakitumia njia ya kuvua kiatu. Tendo la kuvua kiatu, akakishika yule ambaye anayekopa zile pesa, akakishika kile kiatu, anasema basi ni nini, anaingiza mkono mfukoni, anampa. Ndivyo walivyoamini jambo. Tunapata wapi? Andiko moja la mwisho, Ruthu 4:7, Biblia Ruthu 4:7. Hapo nimalize somo. Msomaji tafadhali kimbia haraka, kitabu cha Ruthu sura ya 4 aya yake ya 7. Ukimaliza hapo, samari fupi, tumemaliza. Anasemaje? Kama utakuwa umeipata, Ruthu 4:7, Joshua, Waamuzi, Ruthu, Kumbukumbu la Torati, Joshua, Waamuzi, Ruthu. Kama inakupa shida, fuata utaratibu. Ruthu 4:7. Wamefunguka mwalimu, inasema hivi. Aya, isome. Basi hii ilikuwa desturi zamani za kale. Ilikuwa desturi zamani za kale katika Israeli. Katika Israeli. Ipi? Kwa habari ya kukomboa na kubadiliana. Kwa habari ya kukomboa na kubadiliana, ili kuyahakikisha yote. Ili kuyahakikisha yote, mtu huvua kiatu chake. Mtu huvua kiatu chake na kumpa mwingine. Ndivyo walivyohakikisha neno katika Israeli. Basi ndivyo walivyohakikisha neno. Sasa Waisraeli wamelia miaka 430. Mungu atuokoe, Mungu atusaidie. Mungu kanyamaza kimya. Sasa Musa katika kuchunga kwake ndio Mungu amemtokea. Sasa Musa ataaminije kuwa huyu ni Mungu? Nitakapokwenda kuambia, nitawahakikishiaje kuwa wewe ni Mungu umenitokea? Mungu akapita katika desturi zao, akamwambia nini? Vua viatu vyako. Tendo la Musa aliposikia hivyo, na ndio desturi zao, akajua huyu ni Mungu wa kweli. Ndipo akasujudu, akaona yale maono, kijiti kinawaka hakiteketei. Kwa hiyo Mungu alipita katika tamaduni zao na desturi zao, na hilo lilikuwa ni tendo moja pekee. Na baada ya tendo hilo hapaonekani tena katika Biblia wakifanya ibada wanavua viatu. Biblia nzima imenyamaza kimya, bali Biblia inaonyesha wakifanya ibada wanafanya na viatu vyao miguuni. La mwisho, msomaji, 12:11 Kutoka. Haraka sana, haraka msomaji. 12:11 Kutoka. Bado inasema hivi. Viuno vyenu. Wewe, hiyo sio 12:11 Kutoka. Tena ndio hiyo sasa. Tena mtamla. Inasema ndio. Tena mtamla hivi. Hii ni ibada ya Pasaka. Sasa kama ibada ni kuvua viatu, hapo ataonekana Musa na watu wake wamevua viatu. Mungu anawaambia nini? Rudia tena. Tena mtamla hivi. Mtamla hivi. Mtakuwa mmefungwa viuno vyenu. Mmefungwa viuno vyenu. Mmevaa viatu vyenu miguuni. Mmevaa viatu vyenu miguuni. Na fimbo zenu. Wapi? Mikononi mwenu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo ni ibada. Kama ibada kuvua viatu, Musa angevua hapo. Kwa hiyo kule Musa alivua, Mungu alimwambia avue kwa sababu Mungu alipita katika desturi zao ili aamini, lakini haukuwa utamaduni kila ibada uvue viatu. Sasa mimi nataka kuondoka hapa. Wakati naondoka polepole, wewe msomaji nisindikize na mwisho kabisa niwekeni njia tu hapa. Mimi nafyatuka hapa sasa hivi. 2:25 Yeremia. Nafyatuka hapa sasa hivi, niwekeni njia hapa. 2:25 wewe niwekee njia tu hapa. Nawe somaga basi, unatafuta kama hela. Nasema 2:25 Yeremia nasemaje? Nasema naam, zuia mguu wako. Rudia tena. Zuia mguu wako. Wewe mwenye miguu, rudia tena. Zuia mguu wako. Twende. Usikose kiatu. Na Yesu asifiwe. Tuombe. Tunakushukuru Mungu, asante kwa mapenzi na kwa neema yako. Mtumishi wako atapanda,
ambatana pamoja naye watu kufanya maamuzi katika siku ya leo. Waimbaji wataimba, sauti zao zikakubalike kule mbinguni. Fanya hivyo na kuzidi kwa jina la Yesu, amin. Wa hadha, salamu alaikum wa afu minkum.